Video iliyopita tulijifunza kwa habari ya dhana ya umaskini na tuliangalia kwa kina nini maana ya umaskini, na tukaona sura ya kwanza ya umaskini inajitambulisha kama roho. Kwa hiyo umaskini katika sura yake ya kwanza ni roho. Mwanadamu anaweza kawa na elimu ya kawaida, anaweza kawa na elimu ya fedha, anaweza kawa na elimu ya kiuchumi, lakini bado kama kutakuwa na roho ya umaskini inamfuatilia, bado mwanadamu atakuwa katika hali ya kwenye kifungo cha umaskini. Kwa hiyo ni muhimu sana kushughulika na hii roho katika ulimwengu wa roho na kwa kutoa dhabihu mbalimbali katika jina la Kristo Yesu. Leo tutaangalia dhana ya pili au sura ya pili ya umaskini. Sura ya pili ya umaskini, umaskini ni mtazamo. Akili ya mwanadamu imetengenezwa ili kupokea taarifa, kuzitafasiri na kisha kuzipa maana. Kwa hiyo inawezekana kabisa huyu mtu akawa hana shida na roho ya umaskini, lakini fikra yake au akili yake imekuwa programmed, imetengenezwa, yeye mwenyewe anauona umaskini ndani yake katika fikra zake. Hata kama anaweza kawa na fedha, anaweza kawa amenunua vitu mbalimbali alivyonavyo, lakini bado kama hajawa na mtazamo positive au na mtazamo chanya kinyume na umaskini, bado mtu huyo ataendelea kuwa ni maskini. Baadhi ya mitazamo ambayo hasa kundi la waamini na watu wengine linakuwa linawatesa sana. Baadhi ya mitazamo inayotumika kuwaumiza watu wengi na kuwafanya wabaki katika hali ya umaskini ni kama ifuatavyo. Baadhi ya watu wanaamini kwamba fedha ni shina la mabaya yote, bila kujua ya kwamba mtazamo huo sio sahihi. Mtazamo ulio sahihi ni kwamba Mungu ametupa nguvu ya kupata utajiri. Na kitabu cha waraka Yohana, maandiko yanatuambia wazi ya kwamba mpenzi, na ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile nafsi yako ifanikiwavyo. Kwa hiyo mtazamo wa kusema kwamba fedha ni shina la mambo yote, neno la Mungu alikusema hivyo. Neno la Mungu linatuambia ya kwamba kupenda fedha ni moja ya shina ya mabaya, au kwa lugha rahisi ni kwamba mtu akipenda fedha zaidi ya kumpenda Kristo, ndani yake kunakuwa na dhana ya kuitafuta fedha kwa aina yoyote ile bila kujali sheria, taratibu na kanuni za Mungu. Kwa hiyo ni msingi sana kuibreak au kuivunja hiyo dhana na kujua kwamba ni Mungu pekee atupae nguvu ya kupata utajiri. Neno la Mungu linasema ya kwamba inaweza ikawa ngumu sana tajiri kurithi ufalme wa mbinguni kuliko ngamia kupenya kwenye tundu la sindano. Hii inamaanisha nini? Ni kweli mwanadamu akiwa na fedha, kama fedha yake haitamwabudu Mungu, basi fedha yake kuna uwezekano mkubwa wa kumfarakanisha na Mungu wake. Lakini neno la Mungu alijatuambia kwamba mwanadamu akiwa tajiri wa fedha haiwezekani kurithi ufalme wa mbinguni. Kwa nini? Tuna mifano dhahiri ambayo kuna wanadamu walikuwa ni matajiri, wameishi katika ulimwengu huu tunaoishi sisi, lakini bado walimpendeza Mungu pamoja na wanadamu. Mwanadamu wa kwanza ni Ibrahim. Ibrahimu alikuwa ni tajiri wa fedha. Ibrahimu alikuwa ni tajiri wa mifugo. Ibrahimu alikuwa ni tajiri wa mashamba. The same na kwa mwanadamu anayeitwa Suleiman. Suleiman pia alikuwa na utajiri mwingi sana. Kwa hiyo it is possible for you to have a lot of money and at the same time you have ability to please the heart of God. Unatakiwa kupendeza moyo wa Mungu kwa fedha ya kwako. Quit that mentality. You are born to subdue the earth. You are born to prosper in every angle of your life. I want to remind you, God is able to prosper you in every aspect of your life. Mungu akufanikishe sana. Tukutane katika video inayofuata. Shalom, shalom.